Our Father, again we ask for your help as we think about your word. We know we need your help, and we know you are willing to give that help. We pray that you might guide our thoughts this afternoon. Amen. Amen. Okay, we are looking at the Bible's story. Kweli tunaenda kuangalia katika historia za Biblia. Remember, it began with a very good setting, the Garden of Eden. Kumbuka tulianza na katika majipango vizuri kuhusu Jardin. It began with Adam and Eve living under God's rule. Tumeanza na ile hali ya kuanza na hali ya kukua katika mipango au sheria za kimungu. But in just the third chapter, we saw the main problem. In just the third chapter, we saw the main problem. Lakini katika chapter ya 3 tuliona matatizo ya mwanadamu. Humans rebelled against God's rule. Sisi wanadamu tumejengwa katika hali ya kupinga mambo ya Mungu. And the rest of the Bible is what God does to fix that problem. Na kwenda mwisho wa Biblia ni kuangalia jinsi gani Mungu anaenda kutengeneza yale mambo. Last week we saw that God said he would fix the problem through one man and his descendants. Wiki iliyopita tuliangalia namna gani Mungu amesema ataenda kutengeneza yale mambo, na ataenda kutengeneza yale mambo katika mtu mmoja na kizazi chake. God gave Abraham a promise. Mungu amempa Abrahamu ahadi. God will make Abraham into a great nation. Mungu amefanya Abrahamu katika kizazi au kizazi kikuu. God will give this nation a land. Mungu atapatia hii taifa mji. God will bless them. Mungu atawabariki. And God will bless all peoples through them. Na Mungu atabariki mataifa ama watu wote kuwapitia wao. We now wait to see how God will fulfill that promise. Tunasubiria sasa tuone namna gani Mungu atayatimiza ile ahadi. At the end of Genesis, Abraham's descendants are only 70 people. Katika kuenda kuisha kwa Abrahamu ama katika kizazi cha Abrahamu kumebakia tu watu 70. They are not yet a great nation. Hawa watu hawajakuwa tu taifa kubwa. And they are living in Egypt. Na wanaishi kule Misri. They are not in the land that God promised to Abraham. Hawajakuwa katika yale mji ambao Mungu amewaahidi. The book of Exodus begins about 300 years later. Kitabu cha Kutoka kimeanza miaka 300 baadaye. Exodus 1:7 tells us that Abraham's descendants were exceedingly fruitful. Katika Kutoka Exodus 1:7. Katika Kutoka 1-7 Mungu ameenda kuonesha ya kwamba exceedingly fruitful. Jinsi gani watazaana mara kwa mara ama ongezeko lao. They multiplied greatly. Wameongezeka sana. They increased in numbers. Wamezaana kwa wingi. They became so numerous that the land was filled with them. Wamekuwa kwa wingi sana na imeenda hata kuzidi eneo ama mji ambao wamepewa. That's a lot of different
ways to say that there are many more of them. Ile ndo njia nyingi za kuonesha au kusema ya kwamba ni wengi wao au wamekuwa wengi. God is showing us that he is keeping his promise. Mungu anatuonesha namna gani anachunga ahadi zake. They are becoming as the stars of heaven and as the sand on the seashore. Wameonekana kuwa zile nyota za mbinguni na mchanga wa baharini. But in the next verse we meet a new problem. Lakini katika hatua linalokuja tumegundua tena lingine tatizo. There is a threat to God's promise. Kuna kama vile kuogopeshwa katika ahadi za Mungu. There is a new king in Egypt who does not know or does not remember his history. Kuna huyu mfalme kule Misri ambaye hakumbuki au hajui historia ya Mungu. He forgets what Joseph did for Egypt. Ameshasahau kile ambacho Yusufu amefanya kwa ajili ya Misri. He forgets that these people are honored guests in his land. Amesahau ya kwamba katika mji wake kuna hawa watu ambao ni wageni pale. He treats them badly. Anawatendea mabaya. He makes them slaves. Anawafanya kuwa watumwa. See, this is a threat to God fulfilling his promise. Hii ni hali mbaya ama inaogopesha katika ile ahadi ya Mungu. This king of Egypt claims ownership of these people. Huyu mfalme wa Misri anajidai kwamba hawa watu ni watu wake. See, that competes with God's claim. Anaanza kujikompare na nguvu za Mungu. This king of Egypt starts killing all the male babies. Huyu mfalme wa Misri anaanza kuchinja wale watoto wa kiume. That threatens their numbers. Ambapo wanaanza kukua ongezeko katika mji wa Misri. This king of Egypt keeps them in his land. Huyu mfalme wa Misri anawakaptire ama hataki watoke katika ule mji. That is not the land that God promised them. Na ni kwamba haiko mji ambao Mungu amewaahidi. So how will God keep his promise when his people are slaves in Egypt? Sasa tujiulize, namna gani Mungu anachunga ahadi zake wakati hawa jamaa wanaenda kuwa tena watumwa? How can they be God's people living under God's rule? Inaweza kuwa ni watu wa Mungu ambao wanaishi katika mipangilio au sheria, wanatii sheria za Mungu. Abraham's descendants are slaves for many years. Watoto ama kizazi cha Abrahamu kinaenda kuwa watumwa baada ya miaka mingi sana. They groan and cry out to God. They groan and cry out to God. Wanakomaa, hawaamini tena Mungu. And God acts to fulfill his promise to Abraham. Na Mungu yuko anatenda ili kwamba atimize ahadi aliyomwahidi Abrahamu. He sends Moses to the king of Egypt. Ametuma Musa kwa yule mfalme wa Misri. And Moses tells the king of Egypt that God demands the release of his people. Na Musa anamwambia huyu jamaa mfalme wa Misri ya kwamba Mungu anashurutisha ya kwamba uachilie watoto wa Israeli waende zao. The king refuses God's demand. Huyu mfalme anapinga hii obligation ya Mungu. He does not want to lose his slaves. Kwa kuwa huyu mfalme hataki apoteze watumwa wake. They are important for the Egyptian economy. Ni watu muhimu sana
katika ekonomi ya Egypt ama ekonomi ya Misri. And so the king makes their slavery even harder. Na mfalme anafanya kuwa ya kwamba hii utumwa ukuwe ngumu zaidi. Who is more powerful? Nani ambaye ana nguvu zaidi? Peter, I've got a network connection error. Tutakuwa tuna matatizo fulani ya internet. Who is more powerful, this mighty king of Egypt or his creator? Sasa kuna swali hapa. Anayekuwa na nguvu zaidi ni nani? Atakuwa ni huyu mfalme wa Misri ama ni yule aliyemuumba ambaye ni Mungu? God sends a series of 10 plagues to change the king's mind. God sends a series of 10 plagues to change the king's mind. Mungu ametuma maseri 10 tofauti ili kwamba huyu jamaa akubali ile uamuzi ya Mungu. All the water in Egypt turns to blood. Amefanya kwamba maji kule Misri yageuke kuwa damu. Egypt is covered with frogs. Egypte au Misri imejaa na machura. There is a plague of gnats, small insects. Ametuma tena mji umekuwa umejaa wadudu. There is a plague of flies. Amefanya kwamba kuwe inzi nyingi sana katika mji. The Egyptian livestock is killed. Na minyama ya kule Misri imefariki yote. There is a plague of boils. Right down on the skin. Okay. Kumekuwa yani watu wameharibika mwili. There is a plague of hail. Hail, frozen rain. Okay. Amefanya lingine pigo la kumekuwa kama vile neige. There is a plague of locusts. Locusts. Okay. Kumekuwa mti umejaa panzi. There is a plague of darkness. Kumekuwa pigo la mji umekumbwa na giza. And finally, all the Egyptian firstborn are killed. Na mwishoni hawa wa Misri wazao wa kwanza wa Misri wote wanafariki. What do these plagues show us? Hii mapigo yanaenda kutuonesha nini? First, God is far superior to all the Egyptian gods. Inatuonesha ya kwamba kwanza Mungu yuko juu ya ile miungu yote ya Wamisri. God proves this to the Israelites, Mungu anayaonesha kwa Waisraeli, to the Egyptians, na kwa Wamisri vile vile, and to everyone who hears about it. Na kwa mtu wowote ambaye labda yuko. God rules over all parts of his creation. Mungu ana uongozi juu ya kila chochote alichokiumba. Second, God shows the Israelites that he is the one who rescues them. Mbili, Mungu anaonesha taifa la Israeli ya kwamba ni yeye ndiye aliyewaokoa. The Israelites do not achieve this themselves. Waisraeli hawawezi wakatenda haya peke yao. They had been slaves for many, many years. Walikuwa watumwa kwa miaka mingi sana. Moses did not rescue them. Musa hajawaokoa bado.
This is something that only God did. Hiki ni kitu fulani ambacho kinataka Mungu mwenyewe atende. Third, God keeps his promise to Abraham. Cha tatu, Mungu anatimiza ama angali anakumbuka ahadi yake kwa Abrahamu. He curses those who curse Abraham. Amelaani wale ambao wanamlaani Abrahamu. After these 10 plagues, the king of Egypt agrees to let the Israelites go. Baada ya haya mapigo 10, jamaa huyu mfalme wa Misri amekubali wana wa Israeli waende. But then he changes his mind. Baada ya pale amebadilisha tena mawazo yake. He regrets losing all these slaves. Amejutia sana kwa nini amewaachilia hawa watumwa wake. He gathers his army and he chases after them. Amekusanya tena kundi la askari wake na anasema ya kwamba wamfuatilie sehemu ambapo yuko. God organizes to track the Egyptian army between Israel and the sea. Mungu ametengeneza sasa mtego ili kwamba awakamate hawa askari ambao wanafuatilia taifa lake kati yao na maji. Sorry, I got that wrong. I don't know whether you corrected me or not. God organized to track the Israelites between the army and the sea. Labda ukanielewa vibaya, sijua wewe utaelewa namna gani, lakini Mungu ametega mtego ili kwamba hawa askari wakamatwe kwenye bahari. And then God again displays his power. Na Mungu ameenda mara tena kuonesha nguvu zake. He opens the sea and allows Israel to walk through. Amefungua njia baharini ili kwamba taifa la Israeli lipate kupita. And when the Egyptians try to follow, he closes the sea back on top of them. Na wakati maaskari wa Misri wanataka kupita, anafunga tena ile maji ili kwamba wafie mle ndani. The Egyptian army is destroyed. Na hili jeshi kuu la Misri limekufa, limeishia pale. And so God rescues them from slavery in Egypt. Na Mungu amewakomboa katika utumwa kule Misri. Why does God do it? Kwa nini Mungu amefanya hivi? Moses tells us in Deuteronomy. Musa ametuambia katika ile imani ya Kiyudea. It is not because of who they are. Sio kwa sababu ya jinsi wako. They are not powerful or important or good. Aseme sisi hatuna nguvu, hatuko wa muhimu sana, wala hatuna uwezo. It is because of God and who God is. Ni kwa sababu ya Mungu na vile Mungu alivyo. God rescues them because he made a promise to Abraham and he is choosing to fulfill it. Mungu amewaokoa kwa kuwa ametia ahadi kwa Abrahamu na ameamua kuyatimiza sasa. See, God is faithful. Mungu ni mwaminifu. He keeps his word. Anatimiza maneno yake. 3 months later, Israel is at Mount Sinai. Miezi mitatu baadaye, hawa jamaa at Mount Sinai. 3 months later, Israel is at Mount Sinai. Hello. 3 months later, Israel is at Mount Sinai. Baada ya miezi mitatu wanasahau miujiza ya Mungu. Baada ya miezi mitatu wamejikuta katika jangwa.
na kusema. God gives them his law. Mungu amewaletea sheria. We read the details in the rest of Exodus. Tumesoma yaliyobaki katika kitabu cha Kutoka. Nearly all of Leviticus. Karibuni yote. Some of Numbers. Kuna nimero fulani. And most of Deuteronomy. Inaongelea kuhusu mambo ya Kiyudea. It's important to see where the law fits. Ni vizuri kujua jinsi gani sheria inaokaa. Many people get this wrong. Watu wengi wanaielewa vibaya. When is the law given? Wakati sheria inatoweka. It is given after God has already made them his people. Inatoweka wakati Mungu amesha kufanya watu wake. See, God made his promise to Abraham many hundreds of years before he gave them the law. Mungu ametimiza ahadi kwa Abrahamu. Ilikuwa ni miaka mingi sana baada ameshawapa sheria. The Apostle Paul makes that point in Galatians. Apotre ama mtumishi Paulo ameongelea. And God rescued them from Egypt before he gave them the law. Na Mungu ametimiza haya maandiko kule kuwatoa katika utumwa kabla hajatia sheria. They did not have to keep the law in order for God to rescue them. Ilikuwa tu ya kwamba watimize yale sheria ili kwamba Mungu awaokoe. So why does God give them the law? Sasa, kwa nini Mungu amewapa sheria? The law explained to them how God wanted them to live as his people. Sheria inawaelezea namna gani Mungu anataka watu wake waishi. This is where God tells them what is truly good and what is evil. Hapa ndio Mungu anaeleza vizuri ya kwamba mambo gani ni mazuri na mambo gani ni mabaya. This is where God shows them what true life looks like. Hapa ndio Mungu anaonyesha ya kwamba maisha mazuri yanafanana na magani. This shows them how to live under God's rule. Anawaonyesha namna gani ya kuishi chini ya sheria za kimungu. This is what is good for them. Hii ndio kitu kizuri kwao. And how they can experience life as God designed it. Na namna gani wanaweza wakaishi au kuexperimenti maisha kutokana na jinsi Mungu alivyoyatengeneza au kuyapanga. The law is God's grace. Sheria ni neema ya Mungu. Telling Israel what God's people look like. Kuelezea Waisraeli namna gani watu wa Mungu wanapaswa kufanana. God chose them to show what it looks like to truly live under God's kingship. Mungu amewachagua kuonesha namna gani Mungu anafanyaga uongozi katika uchungaji wa kimungu. God chose them to be a model nation for others. Mungu amewachagua ili kwamba wawe taifa ambalo liko moderne kwa watu wengine. God chose them to give a priestly blessing to others. Mungu amewachagua kuleta priestly blessing to others. Kuleta baraka ya kikamilifu kwa wengine. God chose them to be a holy nation. Mungu amewachagua kuwa taifa takatifu. To be different and to show what God is like. Kukua tofauti na kuonesha namna gani Mungu anavyoongoza au kukaa. God was already in covenant relationship with Abraham's descendants. Mungu ameisha kuwa na agano
na agano na Abrahamu, manake na taifa lake lote litapatia. The law did not change that. Sheria haikubadilisha ile. The law showed them how to best live within that relationship. Sheria imewaonesha namna gani ya kukaa au kuishi katika ile urafiki wa Mungu na wao. Has God now fulfilled his promise to Abraham? Namna gani Mungu ametimiza ahadi yake kwa Abrahamu? His descendants are now many. Mazao yake au kizazi chake kimekuwa kikuu. They are a nation. Wamekuwa taifa. God has explained to them what it looks like to live under his rule. Mungu ameeleza na kuwaonesha namna gani ya kuishi chini ya sheria za Mungu. But they are not in the land that God promised to Abraham. Lakini hawajakuwa katika lile taifa ambalo Mungu amemwahidi Abrahamu. That is the next part of the story. Hii ni kipindi kingine cha historia. In Numbers 13, we find them on the borders of Canaan. Katika Numbers 13, we find them on the borders of Canaan. Tumewaona kwenye mipaka na Kanani. This looks like the fulfillment of God's promise. Imefanana kama vile ile ahadi ya Mungu. Moses sends 12 spies into the land. Musa ametuma watu 12 wachunguzi katika ule mji. And they come back with a good report of what the land is like. Na wameleta raporo ya kusema jinsi gani ule mji ni mzuri. But they also said, those people, they are too strong for us. Na tena vile vile wamemwambia kwamba wale jamaa ambao wamekuja kule wana nguvu sana kutuzidi. They did not think that God could give them the land. Hawakuamini ya kwamba Mungu amewapa ule mji. Two of the spies disagreed. Watu wawili katika wale wachunguzi hawajakubali na yale. Joshua and Caleb believed in God's power and trusted God's promise. Joshua na Caleb wangali wanatumainia katika mipango au ahadi za Mungu. They urged the people to enter the land. Wameonya watu waingie katika ule mji. To trust God's word. Waamini neno la Mungu. But the people believed the 10 spies. Lakini watu wanaamini kwa kinyume na wale. The ones who said they could not take the land. Wengine wangali wanasema ya kwamba hawangekamata mji. They refused to go in. Wamekataa kuingia. They refused to act on God's promise. Wamekataa kuamini neno la Mungu au ahadi ya Mungu. And God judged them. Na Mungu amewajijia au kuwapimia. God did not allow, God delayed entry into the land for 40 years. Na Mungu haruhusu ama amewachelewesha ili kwamba waingie pale katika miaka 40. That disobedient generation died in the desert. Ili kwamba wengi wao wamefariki kule jangwani. Except Joshua and Caleb. Kuacha tu Yoshua na Caleb. It is the next generation that will enter the land. Ni generation ingine ndio ameacha au kizazi kingine ndio ameruhusu kiende kuingia katika ule. Israel's rebellion does not defeat God's promise. Upingamizi au rebellion ya Waisraeli haiwezi kuangusha mpango wa Mungu. God does not give up on his promise. Mungu
haachiliani kamwe ahadi yake. What do we learn from this part of God's story? Hapa tumejifunza nini katika hili kipindi cha hii historia ya Mungu? The Bible shows us what God does to fulfill his promise to Abraham. Biblia imetuonesha namna gani Mungu alifanya ili kwamba atimize ahadi yake kwa Abrahamu. He has brought the nation to the borders of the land. Amekusanya taifa lake na kuwaleta pale mpakani katika mji aliowaahidi. But we also see threats to God's promise. Lakini vile vile tumeona uoga katika ahadi ya Mungu. The king of Egypt enslaved God's people and did not want to let them go. Mfalme wa Misri amewafanya kuwa watumwa na amekataa kuwaachilia ili kwamba waende katika ile ahadi. But he could not defeat God. Lakini hata hivyo hakuangusha Mungu. The narrative also mentions other threats that I have not mentioned. Na kuna mengine mambo ya kama uoga ambayo ipo yenye mimi sijataja. Amalekites, Edomites, Moabites, and so on. Kuna hizi mataifa mengine ambazo zilikuwa zikiwatesa, zikiwapinga, ambazo wametaja hapa, nazo zipo lakini sikuzitaja. They also could not defeat God. Na hawa vile vile hawakuangusha Mungu ama hawakumshinda Mungu. But there is another threat. Lakini kuna nyingine kitu cha kuogopesha. The Israelites themselves. Ni Waisraeli wenyewe. They failed to trust God's promise. Wameshindwa kubali au kutimiza ahadi ya Mungu. They made an idol. Wameabudu miungu. They grumbled and complained. Wamekuwa wananungunika. They refused to act on God's promise. Wamekataa kuamini au kutimiza kutokana na ahadi ya Mungu. Will the next generation be better? Will the next generation be better? Sasa taifa linalofuata nyingine litakuwa nzuri. How can God's promise, how can he solve this inner rebellion against him? Itakuwa namna gani mpango wa Mungu au ahadi ya Mungu itimilike wakati nyinyi mpinga Mungu? For that is the main problem that God has promised to fix. Na hili ndio tatizo kubwa na tatizo la Mungu ili kwamba atengeneze. So we see this great promise to Abraham. Angalia ama kupokea hii ahadi kubwa ya Mungu kwa Abrahamu. And we see how God is fulfilling that. Na tumeona namna gani Mungu ameyatengeneza. But these people are still part of the problem. Lakini hawa watu wangali tu chanzo cha hili tatizo. God rescues them, but they are still rebels. Mungu amewakomboa au kuwaokoa, lakini hawa jamaa wangali tu wanampinga. They are still like Adam and Eve. Wangali wanapenda zile ibada za kuabudu miungu. They still fail to trust God's word. Wangali hawakubali kuamini katika neno la Mungu. What does the New Testament do with the Exodus story? Tukiamia sasa katika kitabu cha Agano Jipya, imesema namna gani kutokana na hili? It becomes a model for a far more important rescue. Imekuwa namna ambayo iko ya kisasa ya inayotengeneza hii matatizo. 3 things quickly. Mambo matatu
interprets his own death in terms of the Passover lamb. Mungu Yesu ameanza kueleza kifo chake kabla ya meza takatifu. The lamb was killed instead of their firstborn sons. Na kondoo The lamb was killed instead of their firstborn sons. na kondoo imechinjwa kabla au kuliko watoto wazaliwa wa kwanza wao. It pointed forward to Jesus. Na imemwelekea Yesu. He is our Passover lamb. Yeye kama vile kondoo yetu ambayo iko machinjoni. He died instead of us. Amekubali, amekufa ili kwamba sisi tukombolewe. Second, Cha pili, the New Testament talks about our slavery to sin. Agano Jipya limeongelea kwa ajili yetu sisi kuwa watumwa wa dhambi. Its bondage is far worse than their slavery in Egypt. Kifungo chake ni kama vile wale ambao walikuwa watumwa kule Misri. It goes all the way back to Genesis 3. Imerudia tena kule nyuma zaidi katika Mwanzo na chapter yake ya 3. The Bible keeps showing us that this is our main problem. Biblia ingali inatuonyesha kwamba hii ndiyo tatizo kubwa. We cannot save ourselves from this slavery. Hatuwezi tukajikomboa wenyewe katika lile utumwa. We needed Jesus to do that for us. Tunahitaji Yesu ili atende ile kwetu. And third, the law remains an expression of God's grace. Cha tatu, sheria inabaki katika hali ya Mungu kujieleza. It teaches us good and evil. Inatufundisha mabaya na mazuri. It teaches us what is best for us. Inatufundisha kitu gani ni chema kwetu. The law cannot save us. Sheria haziwezi zikatuponya. It very clearly shows us that we need to be saved. Inatuonesha vizuri sana ya kwamba lazima tukombolewe. But once we are saved, it shows us how to live as saved people. Lakini tukishakombolewa inatuonesha namna gani tutaishi katika kukomboa wengine. See, we know how God solves the problem of Genesis 3. Tumeshajua namna gani Mungu ametatua lile shida katika Mwanzo na sura yake ya 3. It is in the life, death, and resurrection of our Lord Jesus. Ni katika maisha ya kufa na kufufuka ya Yesu Kristo. See, we can see how these earlier bits of the narrative fit into God's overall plan. We can see how these earlier bits of the narrative fit into that overall plan. Tumeona namna gani ambayo imetoka kizazi cha Mungu na mpaka imefikia kwa huu ukombozi. For this foreshadows what Jesus will do for us. Ni kama kifuniko cha namna gani Yesu atafanya kwetu and what he has now done for us. Na kitu gani